Okay, there are other things that happened in the church. Hiyo ni Sunday. Yeah. Mtu anaitwa governor wa Matangi. GVN. Yes. Governor wa Matangi was invited by the official State House MC. Yes. Gitonga, Mike. The church went crazy. As in church lilipuka. What do you expect? And actually it is even said that kulingana na protocol haikuwa inafaa iende hivyo ati Wamatangi was the person who was supposed to introduce the president. Yeah. I guess the senior most. Lakini akaitwa mapema. Do you know why? The church, watu wa kanisa walisimama. Do you know why that happened? Actually, the State House was very strategic. Now, and for me, I can't blame them. I understand protocols. For me, I understand protocols. Mostly when you have worked in the security sector, you understand that for someone like Wamatangi introducing the president, that's lethal. Do you know why? First of all, Wamatangi walikuwa Kiambu County. Huku ni kwenye Wamatangi napendwa. Wamatangi has immense support from the people of Kiambu. Sasa imagine kama governor ange-introduce president ama governor introduced, of course the cheers were all over, sindio? Yes. Very big. And then president akue welcomeiwe, the cheers ziende chini. How do you feel? Where? Thank you. So no wonder, that is why the state had to distance them. Ndio governor akikuwa cheered side ingine na president side ingine, at least hakuna ni gap ni kubwa, wase what I feel. Yeah, lakini at the same time Ruto alikuwa oshwe. There is something about Wamatangi na watu wa Kiambu. Yes. Approval ratings za Wamatangi zimeenda juu sana. Wamatangi sahi anapendwa sana na Kiambu. And we can say kama Vanyata Senate ilim celebrate, but we can say this love is being translated from job. Why are you questioning the love of Wamatangi kutoka kwa watu wa Kiambu? He's the best performing governor. Actually. Hai? Una expect nini? Msema jengea hizo shule zote, mahosi and stuff. Ame raise revenue from 2 billion to 4 billion. And then the guy would be celebrated. He will be celebrated. So, and hii Wamatangi kushangiliwa sana. Yeah. Ili rattle kidogo. Wale of course ni mtu mmoja sasa so far tumeona anataka kusimama against Wamatangi. Yeah. Na ilimrattle lakini si ile sana tunaweza sema. But what was surprising is because Kimani Ichung'wah ashaikuwa against Wamatangi before. True. Sana. Hadi sahi he's against. Sana. I know him. He's against Wamatangi until now. But Sunday niliona ni kama Ichung'wah alikubali finally that Wamatangi is still the next governor of Kiambu. No, but before we continue, asikubali, we don't need, Wamatangi doesn't need approval ya Ichung'wah. Wamatangi is the next governor, boss, until 2032. Is there any question? Kimani Ichung'wah ilibidi aambie watu pigieni Wamatangi makofi tena. For that Ichung'wah, that's so good. The moment unatambua mafuta ya your senior, unasalimu sababu governor is the senior politician in Kiambu. Of course ni msenior kwa Ichung'wah. But now when it comes to national politics, Ichung'wah is the senior politician. By the wacha tuongezee hii Yeah. MPs wa Kiambu sasa it is time wakubali that there is no competition hapa hivi na Wamatangi sasa. Yeah, no. Their project has flopped. Project wa MPs wa Kiambu Alice Ng'ang'a. Yes. She has flopped. There is no salvaging. You know, who even sat down and thought of comparing Wamatangi na Alice Ng'ang'a? I guess it's herself. Ni alikaa chini akaamua kujicompare. Hapana. No. Alice Ng'ang'a, I saw yesterday you wrote kwa utati wa Kiambu that Alice Ng'ang'a herself can even vote for Wamatangi as the governor. Yes. I'm sure that Alice Ng'ang'a. Yeye mwenyewe anajua mazee haezi. Ukiangalia timu yake, they only peg on propaganda only.
I saw the only projects zentu walieka ya shule yenye Alisinganga ametengeneza kule Thika ni shule 4, 4 schools. In the same Thika, governor amejenga ECDs 31 ECDs. Unajua now compare that. Naturally inafaa umefanya kazi mob sana. Mpaka sasa watu wako wanakuambia umetufanyia job sana. Yep. Unaonekana sasa unaweza enda juu. For Alice, kila siku ukiangalia watu wanashinanga ukimuuliza what have you done ndio ukuja juu. Yes. What is this extraordinary? Yep. Yenye umefanya ndio ukuja juu. And I love what is happening in Kiambu. Kwa sababu sasa siasa ya Kiambu ina change. Yep. Sasa siasa ya Kiambu iko very pegged on development. Sio kelele peke yake. Yes. Unajua kuna wakati Kiambu ilikuwa inachagua watu juu ya wave. There was a time that watu walikuwa kama Waitito, it is a fact that Waitito came in through a wave. Waitito had no track record. And that is how alikuwa amelose. He had lost in Nairobi. Alikuwa amelose nini? Akakuja hapa Kiambu. Yep. Wave Kabete, pap, MP. Kutoka kidogo hata unajua lingililia katikati Kabete. Kidogo he was the governor. Yep. After some few months impeached. Lakini sasa watu wanauliza critical questions. Yep. Ndio kwa maana Alice resonate na watu. Hata hizi meetings zenye anaenda akifanya. Yeah. Hamanage kusema ni nini anataka kukuja kufanya. She has no plan. Hana plan as in, alafu ukiangalia side nyingine ya governor, unaangalia venye ako so intentional na education. Unaangalia venye ana invest in the future health. Yep. Ati sai unaweza sema clearly, sai kama kuko na new 26 level 3 yep. hospitals zenye ziko built. Alafu kuna hizo level 4 3 and 6. So you can imagine, unaweza semaje, it's like 30 or 29 new hospitals. Yeah. If these hospitals are equipped, 34 new hospitals. Every imagine that uko hiyo time ingine watu watakuwa wanaweza kuaccess hospitali mpya. Healthcare itakuwa fiti. So unaona intention yake na health, unaona intention yake na education. Ukiangalia unaona intention yake na agriculture. True. Hizo stories za nguruwe, hiyo story ya vifaranga na seeds za kulima. Kuna mtu mwingine pia aliongea Sunday JCM. Anaitwa Wamuratha. Na Muratha amefanya kukakuwa na shida kubwa sana. Mimi nasemaje hapo? Wamuratha shocked me. I was not expecting such politics, or rather such a change from her. Normally Wamuratha anakuanga na the other fellow MPs. Of course, to castigate the governor, walking around with Alisinganga, Alisinganga offering a lot of nothing, offering ati manifesto yake anataka chakula sababu ni mama, you see, sababu ni mama Simba. Hiyo ndio manifesto yake. But the moment Wamuratha alienda kwa jukwaa, I was still expecting normal politics, offering nothing, but she charged the crowd. Unajua kusema for her to declare that the president of the Republic of Kenya is William Samoei Ruto, and then the governor of Kiambu is none other than Governor Wamatangi. Do you know what it means? To Timishungo, timu Alisinganga. Kwa deconstruct haraka hapo hivyo. Hiyo ni kumaanisha pia now they know very well their candidate is going nowhere. It is time Wamuratha anaingia kwa reality. Anaingia kwa real Buddha. Na unajua kwa nini watu walishangilia sana Wamuratha after amesema hivyo? Yes. Because sasa Wamuratha alianza kuresonate na watu. Thank Now you. she started resonating. Thank you. And Wamuratha also came to the realization that kila mtu anafaa kuwa akifanya kazi yake. Kila mtu afanya kazi yake. And that was a very strong statement that mtu mali amechaguliwa ufanye kazi yako hapo. Yes. Usianze kuingilia kazi yako. Kama ni president, jenga mastadi, jenga kina Talanta Raila Odinga Stadium. Jenga hizi super highway, jenga hizo vitu zote.
make sure SHA inafanya kazi, do this and this, that's your job. Kama ni governor wa Kiambu, jenga ma ECD, ongezea zingine ikiwezekana, jenga mahosi, lainisha maneno ya revenue, jenga mabarabara, that's your job. Kama ni MP, wewe kimbia Thika, lobby, tengeneza vitu zenye unatengeneza. Ikifika time ya siasa itafika. By the way, don't force yourself at do you know the same Alice Ng'ang'a akona wrangle na Koimburi tena. Yes, akona wrangle na MP mwenzake. Yani she wants to bully the other MPs. Hiyo ndio character ya Alice. She thinks now she can bully Governor Wamatangi. How? Ashafika kwa by the way we discuss mama kwa nini? Unajua I don't know, lakini kwa sababu yep, ile statement yenye Wamuratha alimake, watu wengi walitranslate ni kama hiyo message alikuwa amedirectia Alice Ng'ang'a. But that is the reason why sasa Alice Ng'ang'a anakuja in the picture.